Barabara kabisa, mjadala unakaa kuwa moto kabla hata haujaanza. Karibu sana, nataka ukae kikao, manake mjadala wa leo tutaka tuweze kuyachanganua na kuyadadavua masuala ambayo yamekuwa gumzo katika wiki hii nzima, kwa sababu uamuzi wa Rais William Ruto kuweza kuamua kwamba eneo lile la kaskazini mashariki watakuwa wanaondolewa baadhi ya vile vikwazo ambavyo vilikuwepo kwao, wakitaka kuchukua pasipoti, iwapo pia walikuwa wanahitaji kuchukua vitambulisho, walihitajika kufanyiwa uhakiki ambao wengi wanaofahamu kama vetting. Ni si eneo hilo la kaskazini mashariki peke yake, ila katika kaunti nyingi ambazo ziko katika mipaka hili limekuwa likishuhudiwa. Lakini kwa wakazi wa kaskazini wanahisi kama wao walikuwa wamekabwa kwenye shingo. Lakini uamuzi huu umekuja na habari gani kwao? Ninao wataalam na wachanganuzi wa masuala ya siasa humu studioni ambao tutakuwa tukiangalia kwa kina uamuzi huu utakuwa na athari gani na umuhimu gani kwa wakazi wa eneo la kaskazini. Tumemsikia anatembea akimwaga cheche kweli kweli katika baadhi ya maeneo akisema huu ni uamuzi ambao rais hakustahiki kuufanya. Lakini wenyewe wa kaskazini wanahisi kwamba hapana, ni wakati wao ambao wanafaa kuchukuliwa kama Wakenya wengine badala ya kuwakandamiza. Na studioni Daktari Harun Isaac Hassan ambaye ni mmoja wa wakazi wa Mandera na yeye ni mkazi wa mpakani. Kwa hivyo atakuwa anatoa hisia zake zote kutoka eneo hilo. Na vile vile ninaye Arnold Maliba, mchanganuzi wa masuala ya siasa, pia ni mkazi wa mipakani. Tunaye pia tutakuwa tunasikia yeye je, wanahisi vipi kuhusiana na masuala haya. Karibuni sana studioni. Asante sana. Nimekuona wiki nzima ulikuwa Mandera ukifuatana na ziara ya rais. Kwenu ilikuwa mavuno ama ilikuwa machungu? Yeri, kwa wakazi wa Northern Kenya, kila kitu kidogo ambaye serikali wakati huo wakileta huwa ni mavuno, kwa sababu sisi huwa husahaulika. Kwa mwaka 5 ni mara moja ambaye kiongozi wa serikali ama rais anaweza aje afike huko kwetu. Na ni wakati sasa mimi najua mpaka tufike wakati wa campaign hatutaona rais tena. Lakini kuna vitu kadhaa rais alikuwa ameongelea huko. Ya muhimu ni hii njia ambaye inatoka Isiolo inakuja mpaka Nairobi. Mpaka Mandera. Hiyo ambaye TikTok imechukua upande barabara Elwak kila mahali Samatar na kila kitu, wakisema kwamba rais ameonyeshana ile PhD wake kwa kushika majina za kila kijiji ya hiyo njia. Na hiyo ni kitu ambaye sisi tunafikiria ikisha basi ni kitu ambayo tunaweza kujivunia. Lakini tofauti ya serikali wa zamani ama marais wa zamani, wakiwa wakitamka kitu kama hiyo, hakuwa wanajipatia wakati ambao ufao ambaye hiyo project lazima iishe. Lakini Rais Ruto alisema kabla muhula wake wa hii iishe 2027 tutakuwa na lami kuanzia Isiolo mpaka Mandera. Na hiyo ni kitu ambaye tunaweza kujivunia, ikikuwa basi ni kitu muhimu kwetu. Ya pili, mradi ya pili ambaye yeye alionyeshana ambaye ilikuwa toa hisia tofauti nchi yote, ni ile ambaye walitoa ile segregation ya Northern Kenya ama wale wako na jina ya Waislamu ambaye wanaambiwa lazima wavetiwe kupata cheti cha kitambulisho ama cheti cha pasipoti. Wengi wa Kenya wanashangaa kwa nini hiyo vetting rais ameondoa. Kwa sababu ni moja, unakumbuka vizuri kwamba wewe ukiwa umetoka county ambaye iko kwa border, lazima uwe wachunge ni watu gani wanatoka kwa hiyo border ndio wasiingie ndani ya Kenya wapate cheti cha Kenya. Hiyo ilikuwa ni njia ambayo walikuwa wameshughulikia nao hapo awali, na walikuwa wanatumia kitu inaitwa vetting. Lakini hiyo vetting ukiangalia vizuri ilikuwa ni cash cow ya professional administration na watu wa registration. Kwa mfano,
utakuta natembea. Yule alikuwa PC zamani. Kidogo. Tutafika kwa natembea. Nilikuwa nataka kusikia mavuno yenu kwanza. Kabla tuingie kwenye vitu kidogo ndani yake. Nilikuwa nataka nimemkasirikia natembea sana. Utafika kuweza kuelezea hisia zako. Maliba, unadhani kulikuwa na mavuno yoyote kwa wakazi wa kaskazini kutokana na ziara ya rais kuelekea kaskazini mashariki wiki jana? Sidhani tukue tunaangalia maendeleo kama mavuno. Unajua, when we make it look like ni political harvest, inamaanisha ni kama watu they don't deserve. Watu wa kaskazini mwa Kenya ni Wakenya kama Wakenya wengine wote. Wanatoa ushuru na wanastahili kupata services. It should not look like it's a favor, ni kitu ingine ni kama like inatoka over and out. They pay taxes. They are hard-working Kenyans. Kwa hivyo, this should be the norm and not the exception. That we are even discussing it hapa inamaanisha kuwa truly the element ya marginalization imekuwa. Like, rais akikuja, ndio mnaona ni kama mavuno inatokelezea. Yet they are hard-working people. Yet they contribute to the growth of the economy. Wana create jobs, wanalipa taxes na hayo mambo mengine. Kwa hivyo, nimefurahi kwa sababu kitu cha kwanza rais amefanya kuwa ni kujaribu kunormalize. Unajua kama rais hawezi feel safe Northeastern, then why should the people there feel safe? So rais lazima aende huko, azoee kuenda huko hivyo, na isikuwe ni one of two. Nimesikia pa prof akisema kuwa hawatamuona tena mpaka after elections. That is wrong. Rais anastahili arudi huko hivyo, vile anashinda Western, vile anaenda Rift Valley, vile anaenda Coast. Northeastern is part of this country. And the president and they must feel the effect of government. It should not be made to look like it's an exception. It should be normal. If we do not say that, we will actually be perpetuating a very wrong notion. We will be helping the continued marginalization na segregation ya hao watu. Unajua mpaka saizi hiyo barabara ya Modogashe, Isiolo Modogashe, kwa muda mrefu sana nadhani tulifanya it's Saudi Arabia that initially funded the first part. Imekuliwa. Hiyo pesa imepotea, haipo. We are not talking about that. Sasa hizi tukipiga makofi kwa sababu tena wamecommit tena kutengeneza hiyo barabara fresh. We are not putting to account ni nani aliweza kuharibu the initial money that was set aside, na tulichukua loan kutoka nini? Hiyo pesa ilienda kufanya kazi wapi kwingine? That should also be spoken about so that we don't just look at hii safari ya rais kwa zile vitu ambazo wameahidi. Let us also look back. When we start to normalize vitu kama hizi kuwa, I think ni miaka 5 tangia hiyo barabara Modogashe Isiolo tukasaini hiyo agreement. Mpaka saizi barabara haisongi. Nimedrive kutoka Nairobi kufika Garissa kwa mfano. Quality ya barabara huko hivyo, hata pale penye tumeweka pesa nyingi unapata barabara imetengenezwa vibaya. Unajua hii marginalization inaenda beyond just watu kusema wanapata harvest. Unapata mvua inanyesha kidogo, barabara inakuwa swept away, ni kama keki. Kutoka pale kwa bridge ukiingia Garissa hapa kukuja kwingine, ukipata hiyo barabara ilikuwa swept away, ni kama keki imepikwa vibaya. As in, that quality of work should also not be allowed on the other side, so that they also get services kama hizi zingine zote. The people in Northeastern must stop acting like wakifanyiwa kazi ni kama wanafanyiwa favor. They are not. That nonsense should stop. Tusipige makofi kwa sababu tumeletewa kitu. You are citizens and rightful citizens. You are not here by anybody's invitation. You are Kenyans like any other Kenyans. You are here as of right. So that then when we start talking about hii mambo ya sijui watu kuletwa na hii kusaini hizo vitu zingine zote, then we talk about it from a place of objectivity. We become objective when we talk about that. First of all, they must know that they are Kenyans as of right. They deserve services like any other person. And they pay taxes. They sit for the same exams like the rest of us. Therefore, they should get the same level of services like everybody else. So then kutoka hapo sasa, we will talk about hiyo mambo ya kulift the extra layer vetting. It's also important to actually mention this way, that everybody is vetted in this country when you're going to get a new ID. Everybody is vetted. There is the extra layer. That is why ID mpya ina take longer than a replacement ID. The reason why it takes longer is that, na tena kuna watu hawajui wengi sana, ni kwa sababu ile sababu machifu wanafutwa wengi sana kwenye hii. Ukiangalia ukienda kwa Ministry of Interior, the reason kwa nini machifu na subchifu wengi wanafutwa sana inakuanga fraud ID. That does not just happen in the border counties. It happens even hata huku ndani. Ukipata chief na subchief anafutwa most of the time. Kabla afike hapo Maliba, moja tu, wacha nikuulize swali moja. Mimi, kuna mtu anahitaji kujua mimi? Yes. Si ndio? Yes. Na nini anajua mimi naye?
Serikali inataka ijue kama ulizaliwa hapa, hiyo ni birth certificate. Nini si ni documents ndio? Yes. Sasa mimi ambaye nilikuwa nimefanya kazi wa serikali. Yeah. Mimi ambaye najulikana nafunza university. Mimi ambaye ni mwanasiasa. Mtoto yangu nilipeleka hapa Athi River. Nikaambiwa kijana yangu ambaye document yangu ndio inaangaliwa na ya mamake, nimeambiwa itafanywa vetting. Ningoje vetting. Mimi naenda kwa DC, ndio anapigiwa simu registrar, anasema nyinyi si ni Waislamu, lazima mfanyiwe vetting. Ama nyinyi home district ya home district yenu ni wapi? Anasema mimi ni kutoka Mwandera. Wacha maliza nukta yake. Kwa sababu unajua amesema ni kitu hatari sana. Anasema I'm just telling what I have been told. Kwa sababu nyinyi ni Waislamu. Anasema nyinyi ni Waislamu. Wacha labda tupatie kisa chake. Actually, wacha niseme vile walisema. Nyinyi mkiwa na jina ya Kiislamu. That's what I have been told. So I said, hata mimi ambaye ni mkazi wa hapa, mimi ambaye nimefanya kwa hii serikali, unaniambia leo mtoto yangu lazima avetiwe na mtu ambaye hata hawezi kujua mimi, hawezi kujua mtoto yangu na hawezi kujua mahali mtoto mimi sorry nimezaliwa, mtoto alizaliwa hapa. So sio kitu kama hiyo, it's not the way you are taking it light. Hii kitu iko na njia ambaye ilikuwa imepangwa. Kwa mfano wakati ambaye Northern Kenya ilikuwa mahali inaitwa operation area. Unajua ni bandit area. Ilikuwa imefanywa operation area. Number 2 wakaleta kitambulisho ile red exceptional for Northern Kenyan people. Number 3 wakaintroduce hii vetting. Number 4 sahi, kwa mfano sahi nikiapply passport, vetting inatumwa direct kwa National Intelligence. Ndiyo. National Intelligence ataweza kujua mimi kimoja tu, akuja aulize mimi hapa. Sasa akiangalia ID yangu, aulize Takaba. Takaba nani anajua sasa? Mimi nimeishi hapa 32 years. Mtoto yangu hajawahi kutoka hapa tangu amezaliwa. How will he going to be vetted by an intelligent officer who is in Takaba and yet this boy is born here in Nairobi? So ile kitu ambaye nilikuwa napeana point akaingilia, hataki kusema. Wacha tusikie point. Hizo vetting ilikuwa ni cash cow. Nilikuwa ninaenda actually ku support whatever he is saying. This is the problem. Number 1, Northeastern for the longest time, kwa sababu ya shifter, number 1, there was an operation that happened there for a very long time. Once it's an operational area, zile structures na frameworks administration normally they change kidogo. But what I was saying is, and that is a fact, that everybody, so long as ni ID mpya, it goes through vetting. Na nikakupatia something that is actually supported by data kuwa, the reason why a lot of chiefs and sub-chiefs are actually fired, and that you can actually check. And it's not in Northeastern. I'm talking about the rest of the country. One of the leading reasons why chiefs and sub-chiefs are actually sent home is normally around ID fraud, especially for new IDs. Now, why is it that it's only Northeastern that has had a lot of problems once it comes to that? Na tuko na nini? Tuko na other border districts. Allow me to come to that. We will come to that. Tueleze kwa Kiswahili lakini Maliba. Kwa sababu tueleze kwa Kiswahili ndio. Kwa nini nimekuwa hapo? Unajua yule ile side nilikuwa nataka kuinterject yeye alisema kuwa kwa sababu wako na jina la Kiswahili. Mtu aliyekuambia kitu kama hiyo kwanza kitu kwanza jina ya Kiislamu ndio nakwambia. Na kwamba first and foremost huyo mtu hastahili kuwa anafanya kazi yake. Kwa sababu just because you are a Muslim haikufanyi uwe Mkenya tofauti. Kitu cha kwanza, we are all equal before the law. Kwa hivyo mtu alikuambia hivyo, hiyo ni makosa. Na kuweza kuendeza ile propaganda kuwa Waislamu wanakuwa targeted. I come from Mumias. Islam was in Mumias before it even go to Northeastern. Kama unajua historia vizuri. That is why utapata kuna Waarabu ambao wanaishi Mumias hawajui kwingine kote. Kuna Wapakistani walikuja miaka 400, 500 kitambo wanaishi Mumias. Ukienda you will find there. That's what utapata hata kama sasa ni Wasomali baadaye wakikuja baadaye mtu kama Amina Mohamed alisoma Mumias. Kwa hiyo ilikuwa Mumias. And that's why hata akikuja kwa cabinet she was representing Kakamega. So having said that, tuende hivi. Kuna zile vitu ambazo data does not lie. Population growth in Northeastern in 1999 to 2009, hizo ni miaka 10. Ili grow kutoka 962,000 people ikaenda mpaka 2.6 million people. That was a population growth ya 9.11% against a national growth ya 2.35. Now, you would argue that there's that generic argument. I'm also a child of a third wife, so I never look down on, and I never question polygamy. If it wasn't polygamy, I wouldn't be here. Mimi ni mtoto wa mke wa tatu.
And proudly, if anybody feels like they want to do polygamy, will support. So Definitely. you will hear the argument that okay, they are polygamous na hayo mambo mengine. Mimi kama mtu mwenye nimefanya kazi Somalia, mimi mwenyewe, and he knows by the prof anajua. Nitakwambia ukiangalia kule wako na a similar pattern ya demographics na vile wanafanya. Huko during that particular time utapata population growth ilikuwa 2.9. That outlier ndiyo ilileta maswali ya kwanza. Kitu kingine pia nikuambie ni kuwa unapata pale kama Mandera kule anatoka. In 2019 population yao iliwekwa at, as much as it's disputed, iliwekwa at 993,000 people. That was the biggest county as in population wise ukiangalia Northeastern. But the registered voters ni 217,000. Now, we know that the number ya watu adults in an area, at least in our demographic zetu za Kenya, ni kuwa it's normally between 47 and 49% because we are still a child-rich nation. Child-rich nation inamaanisha sisi ni nchi ambayo bado tuko na watoto wengi sana. Watu wengi sana wako below 18. Sasa unataka kujua how, unless professor na anataka a support by data, he's a researcher. How unataka kuniambia kuwa half ya adults Mandera hawakukuwa na ID? We're talking about voter registration, not voter turnout. Unajua the difference ni nini? Ni kwa sababu ukienda kushika kura, unapeleka biometrics. Lakini ukienda kuhesabu kura, unaweza kutana na mzee kuambia kwa mila yetu haustahili kuingia ndani. Ni mimi nitaongea na wewe na nakupatia data yote. So hii issue ndio hii iko hapa hivi. Kuna issues ambazo watu wanastahili kujali. Na baadhi mimi kama mtu wa kutoka Kakamega, Prof, wacha nikwambie, niko na advantage because mamangu ni nusu Mganda, nusu Mkenya. Kwa hivyo I'm not talking like an outsider. Sisi tuko na watu kama 3,000,000 wale wako Eastern Uganda and they consider themselves Kenyans. So kama tutasema tufungue basi hata pia sisi, and I'm waiting for Wetangula na Mudavadi in the spirit of Luya unity to also invite our brothers from Eastern Uganda also to take because sasa hakuna mambo ya vetting. Suleiman, ni mzuri tujue kwamba ile vituko 2019 watu ya census walifanya ambaye saizi high court imesema ilikuwa ni kosa kufanya hivyo. Unajua hiyo kesi imerushwa na wameamrishwa warudie hiyo hesabu. Sababu ilikuwa ni kwamba tuliambia, unajua hawezi kumbuka kwa sababu hakuwa ameaffectiwa directly. Lakini wakati huo ilikuwa wakati ambaye jangwa ya jua kali ilikuwa na watu wote walikuwa wameenda Ethiopia, Somalia kwa malisho ya wanyama yao. Utakuta kijiji ambaye familia 50 wanaishi wameondoka na utakuta hamuna hata mtu mmoja ama mzee ambaye amebakishwa huko hawezi kufuata wanyama. Ndio tukaitisha hawa tuseme mpaka turudi, ni miezi 2 tu mvua ije, mpaka turudi watu warudi kwa kijiji zao, hatutaweza kuhesabiwa vile mnataka tuhesabiwe. Unajua kwa nini koti ilirusha? Ni kwa sababu scientifically data ikiwa population ikiwa imesemwa population ilikuwa kiasi hii, kuna percentage ambaye you can only say wale wamekufa, wale wamemigrate kutoka huko, very minimal percentage. Ile ingine yote inafaa ireplenishiwe na wale wamezaliwa wakati ambaye mwaka 10 si mwaka kidogo. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni vituko ambaye 1 shilling 1 Kenya, one vote 1 shilling 1 whatever it was, ambaye serikali ya Uhuru Kenyatta walikuwa wanaendeza ndio waonyeshe kwamba population ya watu ya Northern Kenya iko ndogo. Kwa hivyo sisi wote tunatoka Northern Kenya lakini tunaishi Nairobi. Tumehesabiwa Nairobi kwa sababu sisi tunatumia facility ile ya Nairobi. Lakini wale ambaye walikuwa wanaishi huko backyard yetu ambaye hawakuweza kupata fursa ambaye wahesabiwe wakati ambao kulikuwa na jangwa na wameenda na wamehama wakaenda neighboring countries, hiyo huwezi ukasema saizi kwamba ilikuwa udanganyifu. Kwa nini kama ulikuwa ni udanganyifu koti ilileta watu wameleta madata zao? Kwa nini daktari unahisi kwamba sasa hivi eneo la kaskazini limekuwa kama alivyotaja awali, limekuwa keki, kila mmoja analitaka? Kwa nini unahisi mmekuwa keki? Ni hiyo idadi? Sababu tumekuwa keki kwa sababu tukiangalia siasa vile sasa imeanza kumachua, siasa ya Kenya imeanza kuwa block. Na hiyo block ndio sisi sasa kila mwanasiasa anaangalia hiyo block. Soon utasikia either block ya NFD ama block ya Northern Kenya. Northern Kenya means Turkana, Pokot, Turkana,
Marsabit, Moyale, Mandera, Wajir, Garissa, mpaka Tana River, mpaka Kilifi. Tana River pia mmeingiza tumeongeza, tuko pamoja. Kuna maswali ningependa niulize prof. Kwa sababu hizo sasa ukileta hawa pamoja ni milioni 3 votes ya milioni 3. Na watu wanatafuta block kutengeneza the number of votes. Kwa mfano, Nyanza imebaki relevant kwa muda mrefu kwa sababu every other time Raila amehakikisha kwamba wamevote in a block. Na kama wangepata tu Kisii block, hakuna mtu atashinda hao. Maliba ndio. Niko na swali hapa hivi ningependa niulize na si lazima ulijibu. Kutoka 1999 mpaka 2009 population ya North Eastern ili grow by 9.11%. 9.11%. Between 2009 na 2019 that population dropped. That growth pattern ili drop to 2.9. Then having done that, nataka pia uelezee ni kwa nini Mandera, and Mandera unaielewa vizuri sana. Iko na 993 population, as much as it is disputed. Ikifika wakati wa kuregister kura, it's not disputed now. The courts have said I am saying that we number. are using the previous population census. Anything that the serikali hii ya sahi watashughulikia nao wakitumia ile census ya 2010. So 2019 yake ambayo ilikuwa na uhalifu mingi ilikuwa imefanywa huko na serikali ambayo wakati huo ilikuwa kwa kupunguza nambari ya Northern Kenya people, hiyo sasa koti imekwash. Kwa hivyo sisi sasa tunatumia ile 2010. So tutatumia zile projections za 2009. Yes, mpaka ifanywe tena ingine. So then this is the question. Hata kama hapa mlipatiwa, tuseme mlifanywa udanganyifu, mkapatiwa kura kidogo, mkahesabiwa watu wachache. Mandera, tutumie mfano wa Mandera tu, 993,000 na kuna kitu hapo juu. Ikifika wakati wa kuregister kura, and you know voters don't lie, ikifika kwa voter registration, I think the biggest contribution Raila aliwezi kufanya ni kuwa voter registration ikuwe biometric. Why is it that sasa wakati ule kushika kura, na ningependa explanation kama pia ilikuwa tulishika kura wakati ule watu walikuwa wameenda Ethiopia kwenda kulisha malisho ama nini? Kwa sababu it's only 217,000. And then that's what I'm asking. I agree. Will we say that 60% ya is good I educate you again. Hawana kitambulisho? Wacha mimi ni kueducate tena. Kitambulisho ipo, kura haipo. Unajua sababu kwa nini? Kura huko kwetu haikatu. Haikatu kura vile ambaye inakatwa kila siku hapa Kenya ile ingine. Unajua kila ukienda register kwa IBC, hata sasa ukitaka kura unapata. Ukienda IBC ofisi ya hapa Nairobi, anywhere where there is mpaka kukwenda kani. Sasa hizi ajili ya constitutional crisis ambayo tumejikreatia sisi wenyewe, wachana naye. Lakini kwa kawaida mwaka 10 ambaye hiyo kura inaendelea. Northern Kenya sio continuous registration. Wanafanya registration wanawekanga timely. Na sasa weka timely. Lakini kwa nini daktari? Kwa sababu tunafahamu eneo hivi vituo vya IEBC vipo kwa kila county ambapo kuna ofisi ya ngazi ya county ya IEBC ambapo mtu akitaka kwenda kujisajili utaenda kufanya hivyo. Kama kuna vetting ya kitambulisho, kuna vetting ya nini ya voters card? Kwanza hapana. Kwanza sisi tuna vote based on how our clans men are contesting, vile ambayo wana contest kiti. Kwa mfano, mtu anaongojea mpaka mtu yake anaenda kusimama wapi. Unajua Mandera yote sisi ni yetu. So mimi leo naweza kusimama. Sijuzi nimesema Mandera West. Sasa hii naweza kusimama Mandera North. Naweza kusimama Mandera South. Ama Mandera East Town. Naweza kusimama. Kwa hivyo watu our people ni migrants. Ni wamoja tu. Sisi tunatembea. Na kwa hivyo ukiona wahamiaji vile tunahamahama, ndio pia tunahamisha makura kila wakati. Kwa hivyo watu huwa wanangojea wakati ambao mtu yake atasimama kwa which constituency ama MCA yao. Kwa hivyo inaweza kuwa ni unangojea. Ya pili ni ilikuwa tradition yetu, hata ukikuja sasa hivi nikienda Takaba niseme nataka voters card, nitaambiwa bado haijafunguliwa ndio tupeane voters card. Hivyo ilikuwa na kuna wakati ambaye bracket window wanafungua. Na sasa wahamiaji shida yao ni kwamba wakati ambao wako na shida na mifugo yao kwa ajili ya jangwa hawataweza kuenda kutafuta kura, wataenda kuanza kusave ile livelihood yao ambayo ile animal hao wanatumia. Kwa hivyo sisi yetu is well divided. Wewe hebu peleka wakati mvua imenyesha na wanyama wamepata
mazao yao na tuone kama hatuwezi. Daktari, nataka tuende kwenye pumziko fupi. Maliba, nataka tuende kwenye niruhusu niulize swali lingine, najua hii ni shoni yako. Kwa sekunde nusu tu. Mlienda kotini kwa sababu ya census haikufanywa vizuri. Umetoa hapa reasons kwa nini voter registration haikufanywa vizuri. Mbona hiyo hamjaenda kotini? Bila shaka tukirudi daktari, tukirudi tutakuja kujibu maswali haya. Tutajibu maswali haya. Nataka tupate pumziko fupi, manake naona Maliba leo anataka kuchukua usukani. Lakini tukirudi tutaweza kuyajua baadhi ya maswali haya na kwa nini yeye mwenyewe anafaa kueleza kwa nini eneo la kaskazini hasa linakaa ndio mahali ambapo rais anataka kujaza kile kibaba chake cha kura 2027. Tupate pumziko fupi.